Naam, karibu mpenzi msikilizaji wa J Radio. Kumbuka imetimu saa 4 na dakika 25, ni saa 4 na dakika 25 majira ya Afrika Mashariki. Mpenzi msikilizaji, asubuhi njema kabisa popote ulipo pale ambapo unasikiza kipindi chetu cha Mihemko Show. Kumbuka kipindi hiki kinakujia kila siku ya juma katika majira ya saa 4 hadi saa 7 mchana. Mpenzi msikilizaji, ikiwa katika kipindi hiki basi tunayo mengi ambayo tumeyapanga na tunayo mengi ambayo tumeyaandaa, ni kwa ajili ya faida ya wewe mpenzi msikilizaji wangu hapo nje. Ni kwa ajili ya ukaweze kufaidika na kupata manufaa, ukaweze kuelimika, ukaweze kufundishika na ukaweze kupiga hatua nyingine kimaisha na hata zaidi. Mpenzi msikilizaji, kumbuka majina yangu ninaitwa Anthony Jeffa na niko na mwenzangu kama kawaida. Na makweli kabisa, yangu majina ni Zack Maina ama ukipenda Zack Bishop. Karibu sana katika kipindi hiki cha Mhemko, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Natumai kwamba weekend yenu imekuwa njema, na masiku ya leo tunaweza kuangazia mtenganisho kabisa. Katika siku ya leo kama kawaida yetu, unajua kipindi hiki ni kile ambacho tunakupatia nafasi wewe msikilizaji wetu ambaye labda unaona unakaa katika mahusiano ambapo hayakupeleki vizuri. Unaona, tunakupatia nafasi na muda mwafaka wa kuweza kutupatia malalamishi yako, utatupatia malalamiko yako ambapo tunaweza kukusaidia ili kwamba tukaweze kukutoa katika ule uhusiano ambao hakuendei vizuri. Na makweli kabisa, pale ambapo pana shida unaweza kujiongea. Tunakupa ile fursa, nafasi ya kujiongea ili tuweze tukaachilia na tukafuatilia kwamba kila mtu ana amani. Kabisa, tukahakikisha kwamba unaishi kwa amani na tukahakikisha kwamba unazidi kupata furaha ya moyo wako. Unajua kitu kizuri ni kwamba ukaweze kuwa na furaha ya moyo wako, ukaweze kuwa na amani moyoni mwako. Sasa kama kunayo mambo ambayo yanayokufanya labda umechoka na uhusiano wako, kwa sababu hii platform tunakupatia kwaweze ku-air out your malalamiko yako, na kama kawaida tumekwambia kwamba unaweza kutumia ujumbe wako pale katika nambari ya simu 07697397707697239777. Mpenzi msikilizaji, tuma arafa yako pale, tuambie wewe ni nani, ukiwa wapi na unataka kuachana na mtu wako akiwa sehemu gani. Mpenzi msikilizaji, hakikisha ukituma ujumbe wako unatupatia pale na namba yako ya simu na namba ya yule mtu ambaye unataka kuachana naye. Na makweli kabisa, tupatie details na tuweze tukajua sababu ni gani. Unatubrief tu. Brief. Kwa kifupi unatudokozea tu kidogo ni nini ambacho kinaendelea na kwa nini unataka na alafu tunakupigia simu na unatueleza kwa kina, alafu tunaweza kumpigia simu na ule mtu wako kwamba tukaweze kuhakikisha mnaachana katika amani. Na makweli kabisa. Unajua Jeffa, mambo ni mengi siku hizi. Kabisa, unaona mambo ni mengi sana, na watu, maroho ya watu siku hizi by the way yamebadilika. Watu wanakuwa na sijui roho zimebadilika, zimekuwa mbaya. Siku hizi hakuna utu. Siku hizi hakuna utu kabisa. Mambo magumu kweli kabisa. Kabisa. So kama uko na tatizo ama kama uko na mtu unataka muachane naye, tafadhali tuma ujumbe tu haraka ili tukaweze kukusaidia, Unajua haya mambo ya uhusiano na watu kuachana yamekuwa ni mengi sana. Kila siku hakuna kukosi. Kila siku hakuwezi kosa watu wanaachana wengi sana. Wengi kabisa. Na katika huku kuachana si kuachana tu, lakini watu wanaachana katika hali mbaya. Naam. Unajua kuachana si kubaya, lakini sasa unaachanaje na mtu wako? Kuna yule ambaye mnaachana kisha baadaye anaweza kukupatia vitisho kila siku, na kuna wengine tumeona pia wakipoteza maisha. Hiyo ndio kitu ambacho tunakataa. Unaona kama juzi nilisoma taarifa nyingine hapa, mwanaume mmoja hapo Kakamega aliweza kuua bibi yake kwa sababu ya nini? Kwa sababu walikuwa waliachana. Unaachana afu unaua mtu. Aliachana na huyo mtu. Sasa hiyo mizozo yenye ilikuwa hapo katikati na ile kwamba hakuongea kwa watu wakaweza kusawazisha hii tofauti yao, hata kama ni kuachana waachane kwa amani. Yani alibeba tu peke yake. Hiyo ndio yenye ilizidi kumpatia ile hasira ya kwamba hata huyo mtu akaweza kufanya nini? Akaweza kumfuata ule aliyekuwa bibi yake na kuweza
kumzuru na kumuua kabisa. Hiyo jambo si nzuri Kabisa. Na ndiposa tunaambia msikilizaji wetu ya kwamba hapa tunakupa fursa ya kujiongea ili uweze ukaishiwa na stress, yale mawazo yaweze yakapungua. Tunaweza kukusaidia katika kipindi hiki cha Mihemko Show ndani ya J Radio. Kumbuka tunaweza kukupatia ile nafasi, fursa ya kuweza kuongea, kufunguka na kumwambia mtu wako ni kweli, lakini nimechoka na wewe, kile ambacho nilikuwa labda kinanifanya ninaishi na wewe sai haikipo tena. Naam, kweli kabisa. Kabisa. Nikiangalia hapa naona kama kuna mmoja. Sijui utaangalia uone. Kabisa. Naona kuna huyu anasema anaitwa. Kuna huyu mwingine hapa anatuma ujumbe anasema nataka aachane na mtu wake. So tutampigia simu tuweze kujua ni nini kilitokea, kwa sababu kidogo ameeleza pale, lakini inaonekana kulingana na katika hawa wote ambao wametuma, hii yake inakaa kamba ina uzito zaidi. Ina uzito Na kweli kabisa. Ukimtafuta ni vyema kusema kwamba mambo ni mengi ambayo yanasumbua watu. Kabisa. So tunamtafuta, tunaweza kumpigia simu, tunaongea naye na tujue ni nini haswa kinamsumbua. Tujue ni shida gani haswa inamsonga, ndiposa anaamua kusema anaachana na mtu wake. Na pia kama uko pale una rafiki yako ambaye pia unajua ya kwamba amesumbuliwa, uweza kumsaidia pia. Unajua tunasaidia jamii. Tunasaidia, unajua kitu yenye tunataka ni jamii iweze kuwa na amani. Vile yale maafa ambayo yanasababishwa na mahusiano, basi yapungue. Acha tu moja kwa moja tuweze kumpigia huyu. Naam, kweli kabisa. Na tukaweze kuongea naye kidogo. Atueleze ni nani. Unajua kuna yule watasema mimi mtu wangu bwana ni one time 1 minute. Kabisa. Risasi. Wale watu ambao hawa wanasema tu mtu wangu mimi ni dakika moja, ni risasi, wanaita risasi, si ndio? Risasi, wanaita risasi. Hello. Yes, habari yako? Nzuri. Sawa. So ni Anthony Jeff hapa ndani ya J Radio, niko na mwenzangu Zack Maina. Mwenzangu hapa anaitwa Isaac Maina. Tunakupigia moja kwa moja kutoka J Radio. Tumeona umetuma ujumbe. Naam. Unasema unataka usaidiwe kwa kuweza kutoka katika uhusiano ambao ni kama ambaye umekuchokesha. Naam. Labda kidogo tu kwa ufupi unaweza kutuambia ni nini kilitokea na vipi, yani hata ndio unaamua kuachana na mtu wako hivyo? Hakuna amani, yani tunagombana kila wakati. Mnagombana kila wakati? Naam. Na labda mshaikaa pamoja kama familia ama kama bibi na bwana mkaongea? Hata tukiketi hakuna kitu kitakachosuluhishwa, tutaishia tu kupigana, kugombana. So kwa hivyo inamaanisha hata vita iko katika uhusiano wenu, bado mnapigana? Naam. Na umekaa kwa uhusiano kwa mara ngapi? Labda tuseme kama miaka 5 hivi. Miaka 5? Naam. Na hiyo hali ya kuwa labda ni kupigana na hayo makasiriko yote ilianza lini? Imeanza mwaka uliopita, mwaka jana. So ni kama mwaka mzima sasa umekaa kwa uhusiano ambao kila siku ni vita? Naam. Kila siku ni kupigana hadi mwisho, si ndio? Naam. Okay, ni sawa. So huyu mtu unataka tumwambie aje yani? Mwambie mimi nishachoka na huu uhusiano, kwa sababu mimi nashindwa vile tamwambia. Nataka tu tuachane. Na sasa nikuulize Mary. Naam. Sasa shida inakuwa ni nini haswa? Hata mimi mwenyewe sijui. Tunagombana tu kwa vitu tu vidogo, yani tunagombana, inapata inakuwa vita kubwa. Sasa lakini hakuna chanzo chenyewe. Naam.
Na ukikaa naye ukimuuliza na kujibu shida inakuwa ni nini, labda maana anakunyamazia ndo anakupiga. Okay, tunagombana. Hasira ikipanda sana ndio vita inaanza. Sasa unajua mtu huwezi gombana na mtu kabla ya kufanya kitu, unaona? Labda akitoka kazini akirudi anaingia tu na magombano, ama mnaanza kuna vitu vingine vinafanyika hapo ndio anaingia tu na magombano yake. Anaingia tu na magombano yake. Okay, so unasema Sasa Mary nikuulize. Umejaribu kuongea na watu kama wazee hivi ama rafiki yako, umejaribu kusuluhisha? Ndio, hata pia na wazazi tumejaribu. Pia wazazi? Naam. Lakini ni kichwa, permanent ni kichwa. Naam. Lakini wewe huna shida, wewe uko sawa? Naam, nipo sawa. Sasa unataka tumwambie aje, unataka aje wewe mwenyewe? Mimi nataka tu mwambie nishachoka na uhusiano, tuachane tu na kwa amani. Naam, bila vita yoyote. Okay, na sasa uko wapi Mary? Sasa niko nyumbani. Kwa bwanako ama uko nyumbani kwenu? Kwetu. Ulishatoka kwa bwanako? Naam. Okay, ni sawa sawa. So zuia hapo Mary, usikate simu. Tunamtafuta huyu mtu wako huyu tuweze kuungana naye. Usikate simu. Tunarudi kwako pia muda usiokuwa mrefu vile. Yaani je, kuna mtu anaingia anaanza vurugu kabisa. Sasa unaona hamjashinda pamoja. Hapa sasa ndio naona kuna hiyo chanzo haswa cha huo ugomvi, kwa sababu huwezi ona mtu tu amekuja kutoka kazi na akaingia tu na ugomvi tu straight away. Lazima kuna sababu. Acha tupigie simu huyu. Ameweka namba yake hapa. Mambo ni magumu. Lakini tunasema yote tunataka amani na furaha. Kabisa, tunataka watu waweze kufanya nini? Kuwa na amani na furaha. So acha tuangalie kama hii simu ita go through. Na pia msikilizaji, unaweza kututumia rafa kutueleza jinsi ambavyo tunaweza kusuluhisha haya maneno, maana pia wewe unatusaidia kwa njia moja ama ile nyingine. Kabisa kiukweli wote tunaweza kujibizana. Kama ukitutumia ujumbe katika ile namba ambayo tumekupatia 0769723977, tuambie hiki kisa unakichukuliaje msikilizaji wetu. Hello Victor. Hello Victor. Hello. Maybe hapo kidogo mambo ya mitambo. Vic. Hello. Yes, namna gani bwana? Salama sana. Sasa niambie unaendeleaje? Niko salama. Shughuli watu hapa. Nani mwenzangu? Unaongea na Jeff Anthony kutoka J Radio. Niko na mwenzangu hapa. Na Maviki. Hujambo? Habari? Salama sana. Bado unakazana maisha? Kungangana tu hivi watu. Okay. Unapiga haso kabisa. Mwanaume lazima kujituma. Na mkweli kujituma kabisa. Sasa Viki. Watu nyumbani wako salama? Nyumbani kila mtu ako salama. Kwako nyumbani kwako? Naam. Mke yuko? Mke yupo. Na Viki? Uko nyumbani ama uko kazi? Mimi kwa sasa niko kazini. Kwa sasa uko kazini? Kwa sababu tumepokea tu malalamishi hapa katika hii radio yetu. Unajua kipindi chetu hiki cha Mihemko Show huwa
kipindi ambacho tunapea nafasi mtu aweze kufunguka na kuongea ukweli wa moyo wake. Naam. Nadhani unajua hiyo kidogo, si ndio? Ama wewe si ni shabiki wetu? Naam. Nimekuwa nasikia redio yenu. Ni sawa sawa. Sasa kuna mtu ametutumia ujumbe. Na tumeweza kuongea naye. Lakini kwa saa hii hayuko nyumbani, unaona? Ametuambia anaishi na wewe, lakini kwa saa hii ametoka, hayuko nyumbani kwako. Ako kwake. Sijui kama umeacha nyumbani kwako watu wote wako. Naam, niliacha nyumbani kila mtu akiwa. Nyumbani uliacha kila mtu yuko. Naam. Okay, sasa nikuulize hivi kidogo tu, kwa sababu labda sijui uko busy sana hapo, lakini tunataka tufanye hii mazungumzo kwa haraka iwezekanavyo. Kuna hivi unaweza kuruhusu hivi kama dakika 2 hivi, kama uko busy pengine utupe kama dakika 2 hivi tumalize hii nini yetu. Ya sasa kuna mtu ametuambia alikuwa anaishi na wewe, lakini kwa saa hii umempiga matukio vya kutosha. Anasema amechoka. Anataka ajaribu kuishi maisha ya kivyake. Kabisa. Anasema kama itawezekana tukuambie kwamba amechoka yale matukio yenye umempiga, vile visa ambavyo umevifanya kwake. Amejaribu kuvumilia, lakini saa hii amechoka kabisa. Sijui labda nikuulize wewe na mke wako pengine kuna nini hivyo? Mimi na mke wangu. Okay, amewambia nini haswa? Ndio maana kwa sababu najaribu kuelewa mnachokisema. But I'm not getting you. What has she said specifically? Sasa Vicky, inasemekana kwamba ukitoka kazini wewe ni bulldozer, hakuna kitu kingine, vita tu, hakuna amani. Mimi tena bana. Wewe unasema wewe vita. Vita kwa wingi, hata mweza kuongea na wazee kule lakini umalizi vita. Shida ni gani Vicky? Mimi na vita tena. Hapana kuwa bulldozer Vicky bana wewe. Umemfanya mtu wenyewe amechoka sasa. Anasema umeumia kweli kabisa. Ebu. Okay. Amwambia nimefanya nini kwa sababu mnavyosema hivyo mimi sielewi kabisa. Ama wacha basi tutafute mwingine naye. Ama ngoja ako kwa line, acha tujaribu kumwambia hivi. Akuambie tu venye ulikuwa umemfanyia ni by the way, hakuna mwanaume usiwahi piga mwanamke hivyo na wewe. Anasema wewe bulldozer. I don't do that. Bulldozer. Okay, Mary. Naam. Ndio huyu tumempigia hapa. Hebu mwambie akusikie mwenyewe haswa. Ndio mimi nasema nimemchoka. Na nataka tuachane. Okay, sawa. Mwambie kama yani ongea ukimwambia, ongea na yeye sasa. Hello. Mimi nasema nimekuchoka na nataka tuachane. Umenichoka kwa nini sasa? Haya magombano ambayo yaishi kila wakati, yani 24/7. Hata umebadilika. Seriously. At least ungekuwa umeniambia kama nimebadilika at least. Unaacha kujifanya innocent hapo hivyo. Sorry, innocent ndio kusikia. I don't do that. You can't do that. No, I don't do innocent. You don't do that. I don't do innocent because... And why are you laughing? Can you tell me the humor? Okay, you're trying to make it look like I'm acting innocent, yet I'm not. But it's the truth. Honestly, I know in every relationship there is ups and downs. Hizi downs zimekuwa mingi. Hizi ups and downs zimekuwa mingi sana. But
have we ever sat down and tried to talk about it? Yes, but we don't solve anything. Gosh, seriously? Yes. Okay then. So what do you have to do? I think we should break up. Gosh, Sasa that fast? bwana Vic, Yes, bwana. unajua kitu yenye iko ametuambia huyu mrembo wako kama amechukua muda mwingi sana mkijaribu kusolve hii issue. Lakini wewe umekuwa ni sikio la kufa ndugu yangu, usikii dawa kabisa. Hai. Kabisa. Sasa unaona wewe ni mwanaume. Mimi mwanaume. Ulimuoa huyu mke wako mkiwa mnapendana kabisa. Wakati unamfuata, unamfuatilia, unamtongoza hivi, ulikuwa unamfuatilia na kumtongoza na vita? Hapana. Sasa vita vimetoka wapi ndugu yangu? Vita. Yeah, And I'm trying to understand. Because I've never laid a hand on that woman. Oh, so now I'm a woman. Okay, you want me to say, okay, let me put it. Sasa unataka niwapigie picha waone hadi macho yangu moja imefura jangu mlinipiga juzi. Seriously? No, stop saying seriously here. You're just playing the victim. Okay, I wish I was, but I'm not. You wish you were, and you are not. Yeah, I'm not. And why are you lying? If you want to say that mimi nimekupiga yet I know I'm not. That's okay. So namburu unaruka. And I'm going to grant you whatever it is you want. Kama unataka kuniacha. Thank you. I just hope that wherever you go, okay? I just hope that wherever you go. Victor. That love ambayo mtu atakwambia kwamba anakupenda. I just hope that one day you turn around and always be thinking like, I will never turn around. Is this day going to come? No, I will never turn around. Okay, sawa. No, I'm not saying you. Victor. I'm not saying you'll have to turn around. Victor. Yes. Kiasi, hebu tunataka tuweke hii kitu tu ikuwe rahisi hivi, kwa sababu hata tunaangalia wakati wetu pia umetupa kisogo sana. Sasa mwanamke ukimuoa inastahili umtunze kama venye ulikuwa unamfuatilia akiwa bado hujamuoa. Unaona, lakini ukiruhusu mwanamke akipoteza uaminifu kwako, then usahau kabisa kama ambaye ataregain tena ule uaminifu wake kwako. Kwa hiyo mimi kitu yenye nataka ni kuambie tu rahisi na laini kabisa yenye unastahili kufanya. Wewe ni mwanaume kabisa. Mimi nakuambia tu hivi rahisi. Huyu mwanamke amekuchoka na hakuna venye atawahi kutaka kurudi kwako tena. Kwa hiyo piga moyo konde ndugu yangu, wa soko bado ni kubwa. Soko bado ni kubwa ndugu yangu, piga moyo konde, urudi soko. Oga ngara, rudi kabisa. Soko. Victor. Naam. Sasa tunataka uweze ufurahie, enda kula nyama, jiandae vizuri, watu wamejaa soko. You know, it's kind of hard to end the kuoga uende soko. Wakati you thought everything was okay. Okay? Lakini because if you don't have to share much with the partner you have, and kidogo unajisikia kwa radio listening to yourself, mzee, hata inakuvunja ile moyo, hata ya kuaitaka kukua na mtu mwingine, okay? So like you'll have to forgive me, but mzee, she might be ready to go back to the market. But for me, I'm not going to be ready for that. Najua imekuumiza sana, lakini sasa wewe kama mwanaume cheza kama mwanaume sasa. Cheza kiwewe sasa. Yaani vumilia, tunajua maumivu mengine, you just let them go. It's okay. Ni ngumu lakini I'm not going to hold anything against them. Unajua mtu akisha lose hope kwako, akisha lose trust kwako, ndio hivyo. Imeenda. Na kitu kingine nikwambia hivi Victor, usiwahi ngangania mwanamke arudi kwako
wakati hakupendi. Unajua sasa asha huo upendo wako. Huo upendo wake sasa umeshapotea kwako. I'm not going to do that. Kwa sababu ukingangania kwamba akurudie, ndio nasikia pale sasa mwanaume amevamiwa na wakora, ameenda ameuawa huko, kumbe njama imetoka kwa mke wako. I'm not going to do that. Okay, so ninataka tu sahi just take it easy, kubali na acha maisha ingine isonge. Mlikuwa mko na watoto? We had one kid. Okay, one kid. Asa mtoto ni nani atalea? Mary? Mtoto nitamlea. Mtoto utamlea? Utaki usaidizi? Naam, najiweza. Sitashindwa kulea mtoto wangu. Unajiweza? Wewe. Mtoto ni wako ama ni wenu? Ni wenu. Ni wangu. Mtoto ni wenu. Ama hukumpata kwa Victor? Nilimpata kwake. Ulimpata kwake? Naam. Na sasa Victor pia kuna haki ya kumlea mtoto. Sina shida, anaweza peana pesa kama anataka. Tunachohitaji kwake ni pesa. Hizo zingine naweza fanya, na pia pesa pia hatuhitaji kwa sababu ninazo pesa zangu. Wewe usiseme hivyo, unajua ujui kesho. Ati? Unajua ujui kesho kutakaa vipi? Pia wewe hujui, Mungu tu ndiye anajua kesho. Sasa Mary. Naam. Ndio tuweze kumaliza haya maneno. Victor anaweza kuruhusiwa kumuona mtoto wake? Naam, anaweza ruhusiwa. Haya, sawa. Okay, ni sawa. Kwa hiyo Victor? Naam. Ukitaka kuona mtoto unaweza kuenda kuona mtoto, lakini Mary amefika mwisho. Usahau kama uko na mke anaitwa Mary. Okay. Sawa, enda kunywa maji mengi, enda kula nyama. Okay. Kabisa. Yaani unajua usichukulie hii kitu personal sana. Enjoy it. Unajua ukiachwa na mwanamke soko ni kubwa, my friend. Enjoy it. Amekupatia nafasi nyingine, hata unapata mrembo kumliko. Leo sidhani atapata. Anakuwa tu mzuri siku za kwanza. Warembo wako Mary. Kwa hiyo acha kuwa na acha kuwa na wivu. Acha kuwa na wivu, acha kuwa na wivu. Usimuonee wivu sasa. Umeachana na huyu mtu, acha apate warembo wengine muishi. I pray the worst for him. Mbona umuombe mabaya na unamwacha kwa wema? Mary. Kwa sababu ya mambo yamefanya. Hapana, mwanadamu anabadilika. Kama imekushinda. Acha mwingine akaishi hapo pazuri. Na maisha isonge. Usiwaiombea mwenzio vibaya. Hata akipata huyu atateseka tu. Haya, sasa Mary. Hadi abadilishe hiyo tabia yake mbaya. Mary. Sawa. Sasa Mary. Okay, Haya Mary, tunataka dakika moja. Haya, sawa, dakika moja. Okay, Mary. Naam. Tunaweza kuwa tumepitia changamoto kwa maisha. And I might not have performed as best as I should have, okay? And imefika point kwenye what in your life. Ati? Nasema kama tumefika point ambapo you don't want me anymore in your life, it's okay. And I'm sorry, I couldn't do better than or as good as you had expected me to do. Sorry for that. And it's okay. Whatever it is that happens from now forward, I just hope and wish you the best, okay? Thank you. And haya, sasa Mary. Take care of that kid for us. Nataka uweze ukasema maneno ya mwisho kwa Victor sasa. Mimi sina maneno ya kumwambia, nilishamaliza kitambo. Sasa hata muishi mazuri sasa. Mbona ni muishi mazuri? Sasa ndio muachane kwa amani, usije ukabaki na chochote kwa rohoni mwako. Mimi niko sawa, sina chochote rohoni mwangu. Haya, sawa Haya, sawa Victor. Maneno ya mwisho kwa Mary. All I just want to say is take care of yourself. Thank you. More than you care. Take care of the kid. Thank you. I'm sorry about the past. Okay, thank you. Okay, ni sawa. So mimi ningetaka kumwambia
abadilishe tabia yake mbovu, kwa sababu asipobadilisha hataipata mtu mzuri. Kwa hivyo acha kuwa bulldozer sawa. Mimi sawa. Victor. Yes. Tunashukuru sana kwa wakati wako na tunashukuru pia kuelewa, kwa sababu unajua si rahisi, lakini tunashukuru venye umekuwa umeelewa na umechukulia tu kama kawaida, umechukulia it positively. So tunakutakia tu wakati mwema, na la zaidi tu tafuta nyama choma nzuri, kule nyama choma yako vizuri hapo, pika vizuri, kula chakula kizuri. Na usiwahi kuwa na stress sana, acha mambo mengine yaende venye yako. Alafu Mary, Naam. Pia wewe nakutakia tu wakati mwema, lakini pia kila unapoingia ujue kuna changamoto zake, so usiwe mrahisi hivyo. Deal na changamoto zenye unapatana nazo, usizikimbie. Haya, tumeshukuru kwa wakati wenu sasa. Kwaheri. Haya. Sasa hivi umesikia hata watu ni bulldozer kule nyumbani. Bwana, maneno ya ndoa sasa inakuwa ni ngumu. Naingia vita kutoka vita. Yaani mapenzi inatoka kwa mapenzi inaingia kwa vita. Nakuwa ni ground Roman Reigns. Kabisa. Kumbuka hii ni J Radio, kipindi chako ni cha Mihemko Show. Na basi kwa sababu ya wakati acha tuweze kumalizia hapo. Na kumbuka tunaweza kupatana hapa tena kesho kuanzia mida ya saa 4 hadi saa 7, mpenzi msikilizaji. Kumbuka jina langu naitwa Jefferson, ama unaniita tu Anthony Jeffer kama kawaida, na tutaweza kutana tena hapa kesho majaliwa. Naam, kweli kabisa, nimefurahia kwa wakati wenu kwa kutusikiza. Yangu majina ni Zack Maina, hadi tupatane siku ya kesho. Uwe na wakati mwema na siku njema.